mimi sikuwa nampenda, nilienda tu kujaribu. Kuna zeta kujaribu kwamba mtu hakunipanga kuomba kwa kwamba wewe ni sahihi. Na haya maumizano yamekuwa ni endelevu sasa hivi. Yaani watu wamechukulia kwamba ni kawaida kuchukua mtu amazie huyu amzake, huyu achana naye, hana lolote, sio nitajua namna ya kumkomesha huyu. Tuna wakati mwingine anasema sasa nitakomesha. Narudi pale kwamba jamani, tukae na Mungu. Mungu ndo kila kitu. Unajua Yesu akiwa moyoni, yani ni kusubiri kwa Yesu. Hao wanaofanya hivyo, shetani anaandaa majeshi, sio kwamba hajaandaa majeshi ya kuumiza, ila ni wewe kutokukata tamaa. Mpaka hao wanaopanga kukukatisha tamaa waseme tumelishindwa, tumepambana, tumejaribu kufanya hivi, tulifikiri. Ukiwakuta wewe cheka nao tu, wafurahie tu, waangalie, watateseka sana. Kwa vile wao walipanga kukuumiza wewe, unapokutana nao, wanakuta unacheka tu, unawachekea, unawafurahia. Unajua wataumia sana. Na adui silaha yake kubwa, usilie mbele yake. Yaani unapolialia, si kwa nini umenifanyia mimi hivi? Na wanaume shaona unapenda kulialia, anasema nimekomesha. Wewe ukiona tu amekufanyia kituko cha kukuumiza, cheka naye. Chukua na maji mpe. Chukua na maziwa mpe adui yako. Alafu kesho utajua kinachoendelea. Watakuja kuomba toba wenyewe. Lakini na hao wanaume ambao wanapanga kuumiza wenzao, mimi nitoe ushauri. Kama kweli umekusudia kumuoa binti fulani au kuolewa na kaka fulani, hebu balizana naye vizuri. Usichumbie yule ukachumbia yule, huyu hujamalizana naye ukataka kuchumbia yule, hujamalizana naye unataka kuchumbia kule. Hiyo ni mbaya, unawagonganisha watoto wa watu. Unasema nachumbia hata watano, wanaanza kuchagua. Hapana, angalia yule Mungu aliyemkusudia kwako. Kama sio yeye, mmeshindikana. Ndo kama hivi nimesema hapa kwamba dada anakuambia kama ni Mungu, asante tu, hebu twende tushirikishe Mungu tuone. Kama sio Mungu, moyoni mwangu naona kuzito, kaka naomba uwe huru. Endelea, sitapata shida kwamba labda ulikuja tukakubaliana, nikasema sawa, lakini njoo tuendelee kumshirikisha Mungu. Lakini mmeshirikisha unaona moyo ni kuzito, hebu mwambie mwenzio naomba uendelee. Sio amekuja huku unasema ngoja tuone huku kuna mtu, unajaribu kwa sababu umempenda fulani aliyekuja, sio yule unampenda. Sasa zingine unaweza kupenda sio wa kwako. Shida ni kwamba unaweza kumpenda mtu alafu yeye hakupendi. Na penye hapo pana changamoto. Yule unayempenda yeye hana mpango na wewe. Na yule ambaye humpendi ndio ana mpango na wewe. Uwe na Mungu kweli kujua huyu ndiye Mungu. Mungu yuko upande upi. Kwa mimi ni washauri wale waumizaji, tafadhali usijaribu kuumiza alafu hiyo pia tujue kwamba unajenga kitu ambacho kitafuatilia. Ni kama mkondo fulani umeumiza, lazima na hiyo ndoa ya kwako utakapooa huyo usimliumiza pale, yale maumivu lazima yatafuatilia. Ndio maana mimi nitaka kujua kwa hujaumiza, maana kwa sababu nimetoka kuumizwa sitaki kwenda kwa mtu ambaye anaumiza nijue na mwenzangu ameumia kule. Mimi si nimeumia, sitaki na mwingine kule nafanyaje aumie, ya kwangu yanitoshe mwenyewe. Umeona? Kwa sasa umiza ndoa yenu haitakuwa na amani vizuri, kwa sababu kuna mtu analia kule, bado analia. Mungu, mume wangu yuko hapo, mbona ulisema ni fulani alafu najikuta fulani mimi ameniumiza. Mungu angalia, atalia machozi yale akilia tu yanafika mbele za Mungu. Ameumizwa na mtu fulani. Ameumizwa. Kwa nini kaka uende kwa huyu kama uliona sio yeye? Hukuwa na uhakika vizuri. Usimfuate dada wa watu. Labda kama uliona ni yeye ukamchumbia, yule dada kabadilika kitabia, unaruhusiwa kumwacha. Lakini hajabadilika, anakusubiri tu wewe. Hata wakienda wengine anakataa, anajua mimi mchumba fulani. Alafu ghafla wewe unabadilika kwa sababu umeona ua lingine. Na niseme hivi, wanaume wengi wao wana tabia ya nyuki. Nyuki akiona ua hili zuri ananyonya, akiona kama utamu umeisha amehama kwenye ua lingine. Ananyonya, akiona utamu kama umeisha anahamia lile. Kwa tabia hii kuna wanaume wanayo. Kuna wanaume nyuki. Yaani akishaona mke ndani amemchukua, alikuwa anakuona kadada ka watu kazuri, unavutia, na anasema nakupenda, siwezi kukuacha, I love you, my heart, my sweet, my carpet, nini. Yaani mimi popote utakapokuwa mimi nakuwa na wewe, nini. Ukishaolewa umekaa siku kadhaa, anaona para kama sio yule nilikuwa nakuwa naye. Anaanza kupepesa macho. Lakini kama ana Yesu, anaendelea kumwomba Mungu, naomba endelea kuhuisha ndoa yangu. Endelea kuweka upendo. Mke wangu niendelee kumuona mzuri siku hadi siku. Mungu, ninaomba, nahisi kama upendo wangu unataka kupoa. Mungu, ongeza upendo kwetu. Ongeza. Mnaomba Mungu, ni kama pendo linapungua. Tusaidie, tuchaji tena, tuongezee chaji ya kupendana. Sio kwamba kwenye ndoa hakuna makwazo, yapo. Lakini sio kivile kwamba ndo mnakwazana mpaka muinuiane ngumi.
Mmoja akasema mimi akiniuzi na chapa kofi. Sasa ndugu mbingu sahau. Yaani mimi ndo kitendo cha kwanza kuogopa kuolewa kwa sababu ya kupiga. Nilisikia wanandoa wanapigana, nilikuwa naogopa kuolewa. Yaani nilikuwa naogopa kuolewa. Nimekuja kuolewa na miaka 31. Waliozuia nifanye nichelewe sana pia ni wapigaji. Na hisi kama vile nikiolewa watanipiga. Mpaka wazazi wangu waliosema mama tuchukue mali, sasa mchukuage wanazo hapa. Yaani kama vile sina imani vizuri kwamba ni kama wanaume wote wanafanana. Kama wanapiga asije na mimi wako akaanza kupiga huko. Maana huwa wanabadilika njiani. Hata kama nimeomba Mungu lakini shetani yupo kazini bado. Kwa hiyo mna kazi ya kuendelea kuomba. Lakini asante Mungu alinihurumia sana. Sijawahi kula kofi hata moja. Hata la kuonjesha. Kabisa Mungu alinihurumia. Nafikiria hata kunihurumia alinihurumia sana. Kaona huyu nikifanya hivi. Nilimwambiaga mtu nikija kuolewa mume akachapa kofi. Nikitaka kupotelea sijui kama watakuja wanione. Maana ninaogopa kupigwa. Na hiki walikijua mpaka walimu wa shule. Yaani mimi nilikuwa mwoga kupigwa, nilikuwa tayari nisinywe chai asubuhi niwahi kuhesabu namba. Zamani tulikuwa tunapigwa, hujahesabu namba. Yaani nilikuwa napigwa viboko vya ujinga darasani. Nimekosea napigwa. Yaani nilikuwa najipatia shida. Lakini eti kabisa kofi hilo hapo. Kwa vijana walinijua, wakiona tu tumetoka labda kwenye mkesha tunarudi nyumbani, mtu analia ndani, wananisimamisha, dada, simama. Nasikiliza mtu analia ndani. Na wafokea kweli. Ndio mnachonisimamishia sasa jamani, nisikize mimi hapa. Yaani kama ulipanga kuja kunijumbia jana, airisha mpaka nisahau. Kabisa likalia usoni. Nahisi nakufa hapo hapo. Unaona, inaumiza. Kwa hiyo omba Mungu wa kwako yupo tena ambaye wala hata kupigana hakupo. Hata kukutukana sema wanawake wenzio, anaanza kukulinganisha sasa. Wanawake wenzio wako kama wewe ulivyo. Inaumiza ile. Mungu anakuambia wanawake wenzio wako hivi, unaanza unajiuliza wenzangu amewaonaje? Ananilinganishaje na wanawake wenzangu? Anakutajia kwamba fulani. Unaona anafanyaje mwenzio? Mungu nisaidie mimi kufananishwa tena na fulani. Anyway, kwa hiyo wadada nawaomba please tulieni kwa Mungu awape mume wa kwako, akupe wa kwako. Tulia kwa Mungu utapata, usiwe na haraka, mtu asikutishe. Miaka inaenda, miaka 20 unataka kuolewa. Miaka unaona kama vile umechelewa, nina 22, nina 20 ngapi? Wewe, unakimbilia wapi? Kwenye ndoa kuna miaka ya milele. Kwenye kuchumbiana unaweza kukaa miaka mingapi mnasubiri? Mimi nilikuwa nawaambia kabisa, kama Mungu anajua nikiolewa kwenye ndoa nitadumu miaka 20. Kwa hiyo na miaka yangu ya kuishi labda ni 100. Atanisogeza mpaka nifike 80 ndio atanipa mume. Anajua huyu atakuwa ananipa mchumba, ananisindikiza huyo mwanaume nafikiri ni mchumba wangu. Akifika pa kwake pa kuoa, anajiolea wa kwake. Mimi amenitelekeza hapa. Ninaanza tena kwenda na safari yangu. Ili tu nijue mimi wa kuolewa. Atamleta mwingine nakubali. Tunasindikizana. Akiona sasa anataka kuoa muda wake wa kuchukua wa kwake umefika. Anachukua wa kwake. Mimi nabaki hapa. Kwa sababu miaka yangu haijafika ya kuishi na mume. Kwa sababu kule kuna miaka mingi ya kukaa. Kwenye ndoa sio kwenda kulala kitandani tu ndo unasema mimi nimeolewa ndio ndoa. Sio hivi unavyofikiri. Ndoa ina vipengele mama. Ina mambo mengi. Lakini ninawatia moyo wa wadada wafanye hivyo. Twende kwa wamama. Kuna safari ndefu sana kwa wadada hapo refu, lakini Mungu awatie nguvu kwa kweli. Sawa. Amina.